Hii ni Maisha Kamili, twakufungulia Biblia uyaone maisha. Karibu sana ndugu mtazamaji, katika siku nyingine, mwangaza, jua tunatulika. Namna hiyo. Wiki nzuri sana hii. Wiki iliyopita tulikuwa somo la 10 linalosema toba na msamaha. Toba na msamaha. Tunaona toba ya kweli ikoje. Sasa wiki hii 11, somo la 11 tunaangalia vikwazo. Basi kabla ya kwanza tuweze kupata ombi. Mungu wetu mbinguni, tunakushukuru sana kwa kutupatia tena rehema za kutuleta tena katika wiki nyingine tena tunapoenda kuangalia somo la vikwazo. Baba, fungua bongo zetu, fungua fahamu zetu. Tunaomba Roho wako akatafsiri maneno haya tunaenda kujifunza katika jina la Yesu Kristo, tunaomba na kuamini. Amina. Amina. Fungu la ukariri wiki hii ndio kitabu cha Warumi 5 fungu la 3 hadi 5. Naona nasema, wala si hivyo tu, ila mnafurahi katika dhiki pia, mkijua ya kuwa dhiki kazi yake ni kuleta saburi. Na kazi ya saburi ni nini? Thabiti wa moyo. Na kazi ya thabiti wa moyo ni tumaini. Na tumaini halitahayarishi, kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliyepewa sisi. Dhiki. Dhoruba. Fikiria mtoto binti moja anatembea mara tone, bingu ziko wazi sasa hivi, zimefunika mawingu mazito, dhoruba hiyo na radi juu. Alafu baadaye ya radi ikipiga au ile mwanga ukipiga kujificha hivi, eti yeye alikuwa ndio anasimama baada ya kuharakisha kwenda nyumbani. Alafu nauliza, mbona ulikuwa unasimama kale? Nilikuwa ninaona Mungu kama ananipiga picha hivi. Umeona huo mtazamo katikati ya dhoruba. Tunaenda kujifunza namna ya kukabiliana na dhoruba, vikwazo maishani katika safari hii ya ukuaji. Ukuaji katika mahusiano yetu na Mungu. Na siku ya Jumapili, dhoruba za maisha. Katika dhoruba za maisha, tunauliza, zinapokupiga au zinapokukamata dhoruba za maisha, unazitikiaje? Kwa mtazamo upi? Sasa kuna kisa cha dhoruba katika Marko sura ya 4 mstari 35 mpaka 41. Soma. 35-41 Marko 4. Siku ile kulipokuwa jioni, akawaambia anatuvuke mpaka ng'ambo. Sawa. Wakauacha mkutano, wakamchukua vile vile alivyo katika chombo, na vyombo vingine vilikuwa pamoja naye. Ikatokea dhoruba kuu ya upepo, mawimbi akakipiga chombo hata kikaanza kujaa maji. Naye mwenyewe alikuwa katika shetri, eneo lile la dereva pale mbele pale. Ile ni kama mto kimetengenezwa kutoka kwenye kile kitambaa kinachoua wakati kinatundikwa ili chombo kiweze kubebwa na upepo. Sawa. Amelala usingizi. Alikuwa katika shetri, amelala juu ya mto. Wakamwamsha, wakamwambia, mwalimu, si kitu kwako kwa tunaangamia. Akaamka, akaukemea upepo, akaiambia bahari, nyamaza, utulie. Upepo ukakoma, ukawa shwari. Akawaambia, mbona mmekuwa waoga? Hamna imani bado? Wakaingiwa na hofu kuu, wakaambiana, ni nani huyu basi hata upepo na bahari umtii? Unaitikiaje dhoruba? Umeona wanafunzi wanavyoitikia? Wanaliaje katikati ya dhoruba? Tunaangamia. Bwana, hujali ya kwamba tunaangamia? Maana wanamuonaje? Amelala usingizi, hana habari. Na hakuna mahali pengine katika simulizi za Injili ambapo tunamuona Yesu amelala usingizi. Yesu analala kwenye dhoruba. Kuna mtu mwingine anasema, yani Bwana, usingizi sipati. Ulishasikia mtu anasema usingizi hapati, yani mambo yamemkamata maishani anayoyapitia, usingizi unakata. Kumbe katikati ya dhoruba Bwana. Sasa lakini hebu fikiria, wakati katikati ya dhoruba afu unalala. Ile ni dharau au sio dharau kwa dhoruba? Dharau kubwa. Kuna mtu mmoja anasema, Bwana, alikuwa anamwambia Bwana, usisumbukie, usiwazie haya mambo na nini. Nasema, mimi ni mtu mzima, nitaachaje kufikiri? Hivi ni mtu uzima? Yesu na wanafunzi, nani ni mtu mzima hapa?
Mtu mzima ni mtu mwenye mamlaka, kweli si kweli? Yes, mtu mzima ambaye anaweza kucommand, anaweza kutawala hata dhoruba. Huyu anaye panic kwa hofu na mashaka, au huyu ambaye ametulia akiamka baada amepumzika usingizi wake, kwanza walimkatisha, anaamka ni kama Adam aliyepewa amri ya kutiisha vitu vyote. Umeona hiyo kitu? Tiisha. Ni kama Musa na ile fimbo yake anapotiisha yale maji, anayaamuru. Haya ndio mamlaka yako katika huyo aliye mfano wa mwanadamu. Ni mtu wa namna gani? Ni mfano gani? Mamlaka yote ya Mungu yako mabegani mwake. Sasa unaitikiaje dhoruba? Hilo ndilo swali. Sasa nikuulize, uitikio wa Yesu na uitikio wa wanafunzi, upi ni natural kwako? Upi ni wa kawaida kwako? Kwa kila siku maisha. Yani wewe zungumzia tu. Yani unajua, usiogope kamera. Zungumzia wewe uzoefu wako. Yani ipi ni kawaida yako? Kulala na kuamrisha, au yani kusema, unasema kusema kweli hofu wa wanafunzi ya wanafunzi. Haya, wewe umekuwa mkweli, ufalme wa Mungu ni wako. Nisonge mbele kukuuliza. Songa mbele. Huu wa Yesu unahisi nao ni wako au ni mfano ambao haupaswi kuigwa? Wanasema usiige kujisaidia kwa tembo, usije kupasuka sawa. Ipi unavyoichukulia? Hii ya Yesu inaweza kuwa Yesu ni mfano wa kuigwa. Ni mfano wa kuigwa. Kwa hiyo una mamlaka kama Yesu alionayo mamlaka. Okay. Kwa nini inakuwa ngumu sasa kutumia mamlaka yako? Kwa nini usipate usingizi? Kwa nini usiamuru? Pale kunakuwa na ugumu gani? Kutumia mamlaka. Hofu inaingia. Kutokujiamini. Unaona kwamba kutoamini kwamba una mamlaka au nini? Niseme kutokuamini kama una mamlaka. Kwa sababu wengi mimi mwenyewe muda mwingine niseme ni usaulifu pia. Ni usaulifu, lakini unaacha kutegemea neno, unaanza kujitegemea wewe. Sasa uwezo wako, akili yako inatokaje? Akili yako inatokaje hapo baada ya kumtegemea ambaye anaweza kutoka katika hiyo hali? Na tunasahau kama yupo ambaye ni mkuu. Yaani niseme ni ile hofu leo sasa naangamia. Mimi nimeachiwa niko mimi mwenyewe kama mimi. Hapa Wakorintho wa pili 5 mstari wa 7 Paulo anasema tunaenda kwa imani na sio kwa kuona. Sawa sawa. Kwa hiyo wale wanafunzi wanaona dhoruba. Kwa imani Yesu anaona kimya anapoamuru. Amina. Nipe macho nione. Rafiki yangu, natamani kusikia kutoka kwako. Ukisingetamani macho ya imani, maana pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya neno hili. Katikati ya dhoruba, kumbe tunaweza kuwa na utulivu kama alikuwa nao Yesu. Kwa sababu wewe uko pamoja nasi na mamlaka umeyaweka mabegani nasi. Umetupa hili neno ambalo kwa hilo tukilikili, sio tu tunaokoka, tunaweza kutiisha pia hata dhoruba. Basi tunakiri usaulifu, tukumbushe. Fungua macho yetu. Tulete tena kesho kwa masomo kama haya, ndivyo tunavyoomba kwa jina la Yesu. Amen. Amina. Asante sana ndugu mtazamaji na msikilizaji, kipindi chetu tumefikia tamati. Somo la Jumapili, dhoruba ya maisha. Jumatatu kesho tunakuangalia umponyo. Mimi ni Arnold Binza. Enos Makalindile. Hapa ni Kebonda. Karibu sana. Amen.